Uhuru ya Kongo. Ndio vile na ndio mambo ile tunawaonesha, na msichoke. Tunaenda kugomboa Kavumu, aeroport, Bukavu, Goma, donc province zetu mbili zinaenda kugombolewa na IPLC na IDPCO na mtaiona. Asante. Na taarifa za hivi punde kutoka eneo la Kavumu zinaeleza kuwa kumeshuhudiwa tena na mabadiliko katika hali ya mapambano kwenye uwanja wa mapambano. Mpendwa msikilizaji, hizi ni habari zetu za jioni ya leo, ikiwa ni tarehe 22 Februari mwaka wa 2026, tukiangazia hali halisi ya kile ambacho endelea huko Kavumu, ambako kumeripotiwa makabiliano makali kuanzia asubuhi ya Jumapili ya leo. Mpendwa msikilizaji, tumekuahidi kwamba tuko hapa kukujuza kile ambacho endelea kujiri huko kwenye uwanja wa vita, na sasa ni matokeo ya jioni kuhusiana na hali halisi ya kile ambacho kinaendelea huko Kavumu. Taarifa za hivi punde kutoka eneo la Kavumu zinaeleza kuwa kumeshuhudiwa tena na mabadiliko katika hali ya mapambano huko kwenye uwanja wa vita. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani na mashuhuda wa eneo hilo, hali ya usalama imebadilika baada ya kuripotiwa kuwa vikosi vya wazalendo wamejiondoa tena katika eneo ya Kavumu Center kufuatia presha makabiliano yaliyoendelea kwa muda wa saa kadhaa. Taarifa hii ya kujiondoa kwa vikosi vya wazalendo iko namna gani, ili hali ya kwamba tayari vikosi vya wazalendo vilikuwa vimeshaingia kikamilifu katika eneo la Kavumu Center na kuweza kuzingira maeneo yote? Tutaongea na kiongozi, tutaongea na msemaji wa wazalendo kutoka tarafani Kabare ambaye anapatikana huko kwenye uwanja wa vita, ili kuweza kujua hali iko namna gani kwa sasa, na hizi taarifa za kusema ya kwamba wazalendo wamejiondoa ziko namna gani. Hivyo mpendwa msikilizaji, na kusikiliza mahojiano yetu ili upate kujua za ukweli na za uhakika kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwenye uwanja wa vita kwa sasa, ikiwa ni majira ya jioni tarehe 22 Februari mwaka wa 2026. Nimekuambia kwamba tuko hapa kufuatilia kwa karibu kila hali, yani kila hatua ambayo inaendelea kuripotiwa huko kwenye uwanja wa vita, ili wewe msikilizaji wetu upate kutambua kile ambacho kinaendelea kujiri kwa saa zilizokuwa sahihi. Basi jiunge nami moja kwa moja, nitawasiliana naye kupitia line ya simu tupate kuzungumza na kufahamu hali halisi ya uwanja wa vita kwa namna gani na wanani ambao wanapatikana Kavumu majira haya ya jioni. Kubwa ya kuweza kukuita ni kutaka kujua hali halisi ya Kavumu, maana kuna taarifa ambazo tumezipata kutoka kwa wazalendo ambao wanapatikana kwenye uwanja wa vita wakionyesha rasmi kwamba Kavumu imeweza kukombolewa kikamilifu na wazalendo, moja kati ya jambo ambalo liweza kupokelewa na furaha kwa raia wengi wa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ilikuwa ni katika majira ya asubuhi, sasa ni majira ya jioni. Labda hali iko namna gani Kavumu, kiongozi, wewe ambao unapatikana katika maeneo hayo, tena wewe ambaye ni msemaji wa wazalendo kutoka tarafani Kabare, na yote hayo ni maeneo yako kiongozi? Si jambo ndugu mtangazaji, na naitwa Observance Abubakari Zihindu Lanshombo, msemaji wa wazalendo tarafani Kabare na vile vile katika mji wa vile ya Bukavu nzima. Ndugu yangu mtangazaji, kama unavyoniuliza, unajua tangia tarehe 20 siku ya Ijumaa ambapo M23 waliingia katika kijiji kinachoitwa Karanda kuja kumchukua mgonjwa wetu ambaye alikuwa amelazwa hapo hospitalini. Kitendo hiki kiliendelea kuonyesha ukeukaji wa haki ya kibinadamu na vile vile kutosamanisha haki za HCR, kwa sababu hairuhusiwe ikiwa mgonjwa yoyote yule anaweza akawa hospitalini awe upande wa adui aidha upande wa sisi wazalendo, pindi anapokuwa hospitalini kupewa matibabu hairuhusiwi kuingia kituoni mwa mganga kwenda kumchukua mgonjwa. Basi tokea hiyo siku ya Ijumaa pindi M23 walipofanya hivyo vitendo, ikaonyesha hasira kwetu sisi kama vile wazalendo, na hapo moja kwa moja ikabidi tuchukue mbinu za kuwatuma makamanda zetu, kuwatuma waskari wetu kuzingira mji wa Kavumu, kwa sababu tokea hiyo siku ya Ijumaa 20 vendredi wazalendo walikuwa katika mji wa Kavumu. Ndugu yangu mtangazaji, leo huwa asubuhi ndipo wazalendo walifanya doria katika mji wa Kavumu nzima kuangalia namna ya kuwapata hawa M23 ambao wanaendelea kukeuka CCLF, kwa sababu wao wanaendelea kuonyesha kwamba hawaheshimie mikataba ambayo wanaisaini huko Washington na Doha. Basi pamoja na ile yote,
Mlio wa risasi ilianza muda wa saa 10 na kikosi ambacho kilikuwa kinaongozwa na kamanda anaitwa kwa jina la Simba za Milimani pamoja na wengine ambao walikuwa wote kwa pamoja. Ila ilipofika mamida ya masaa 5, saa 6 ya mchana, M23 walikuja na vikosi vingi zaidi kuja kuangalia namna ya kuwafukuza wazalendo katika mji wa Kavumu. Ndugu yangu mtangazaji, unajua kama inavyokuwa katika swala la kijeshi, pindi adui anapokuja na nguvu nyingi kwa kasi, inatakiwa kufanya kitu banachoitwa repli strategic. Unajua Kavumu ndio center ya wilani Kabare, kwa sababu centre ya Kabare ni hapo Kavumu. Basi ilibidi wazalendo kufanya repli strategic kidogo kutoka katika centre ya Kavumu, lakini bado mji wa Kavumu wote unazingirwa kwa sababu pembe zote 4 za aeroporo ya Kavumu wazalendo wapo, isipokuwa wamefanya kidogo kitu kinachoitwa repli strategic kwa kujipanga upya na kwa kuangalia namna ya kuja kuidhibiti Kavumu moja kwa moja na kuidhibiti vile ya Bukavu moja kwa moja. Kwa sababu ndugu yangu mtangazaji, unajua vita ni ujanja, na katika masuala ya vita tunaonyeshwa ya kwamba pahali ya kufanya resistance ya kupoteza askari ubie kulumiza askari, lazima unapoona adui anakuja kwa kasi ni kufanya repli ili kujipanga kidogo. Lakini habari ambazo nakupa za uthibitisho kwa saizi, wazalendo wametoka katika santre ya Kavumu, lakini bado wako katika maeneo ya Kavumu na vijiji vyote vya nje ya santre ya Kavumu. Huwa elema zetu ziko kwa kujipanga upya, kuangalia namna ya kuiteka Kavumu upya na vile kuendelea hadi katika mji wa Bukavu vile. Kiongozi, mara kwa mara raia wanakuwa wanalalamika kufuatia kile ambacho wazalendo wanakifanya wanapoingia katika baadhi ya maeneo na wanarekodi wanatangaza hadharani kwamba wamedhibiti maeneo hayo, lakini baadaye wanakuja kuondolewa tena. Labda aone kwamba hiyo ni moja kati ya jambo ambalo inaweza kupelekea raia wa maeneo ya Kavumu kuweza kuingia katika hali ya matatizo, kuweza kusakwa na wahasi, kuzaniwa kwamba ni wahasi, ni wazalendo, ili hali ya kwamba wao si wazalendo. Kamanda? Naam, ndugu yangu mtangazaji, unajua raia kuelewa masuala ya vita huwa ni vigumu kwake kuelewa kitu kinachoitwa vita, kwa sababu vita ina ujanja mkubwa na vita vile ina mbinu nyingi. Na sisi kama vile viongozi wa wazalendo na kama vile wasemaji wa wazalendo, kabla ya sisi kuandaa operation huwa tunawapa taarifa raia, kwa sababu unajua katika teritwari ya Kabare nzima tuna watu wetu wa renseignement, na watu wetu wa renseignement wanaishi katika maeneo kama vile raia wa kawaida, kwa sababu huwa operation zote ambazo tunafanya wilayani Kabare huwa hakuna raia anayepata majeraha, kwa sababu pindi tunapopanga operation tunawajulisha raia wakae ndani wasitoki.